Tupige story kidogo. Mimi ni Pius Juice na hii ni PJ Cash Point. Najua umekuwa na malengo makubwa sana mwaka 2025 ulipoanza, na sasa hivi tunaelekea ukingoni kabisa kwa mwaka 2025. Sasa kuna vile vitu ambavyo ulipanga kuvifanya mwaka 2025. Sasa unaelekea mwisho. Jiulize, umefanikiwa kuvifanya? Na kama hujafanikiwa kuvifanya, je, ni kitu gani ambacho kimekufanya ukashindwa kufanya kile kitu au kutimiza ile ndoto yako? Najua watu wengi sana huwa wanakuwa na malengo makubwa sana, lakini hawafikii malengo kwa sababu hawajatengeneza roadmap ya kuweza kufikia lile lengo lao ambalo wameliweka. Kwa mfano, kama wewe unataka kuingiza labda milioni moja kwenye biashara yako, hakikisha unajua okay, milioni moja yangu mimi nitaifanya. Ushaona biashara yako inavyoenda, lakini haujafikia kwenye milioni moja. Sasa nitafanya vitu gani ili mimi niweze kupata milioni moja kila mwezi kwenye biashara yangu? Hapo ndo kuna kitu cha msingi sana cha kufanya. Yani kuweka malengo sio issue. Kuweka malengo sio big deal. Big deal ni wewe kutengeneza njia ya kuweza kufikia lile lengo. Kwa sababu lengo uliweza kulifikia lazima break down. Utengeneze vitu vidogo vidogo, njia ndogo ndogo ambazo zitakusaidia wewe kuweza kufikia pale juu. Si unanielewa vizuri? Kama ulikuwa unapata shilingi labda 700,000 na unataka upate milioni moja kwa mwezi kwenye biashara yako, unafanyaje uweze kupata ile 300,000 iongezeke kwenye ile 700,000 yako? Kwa lazima kuna vitu ambavyo utavifanya kwenye ofisi yako au kwenye biashara yako ambavyo vitakuingizia pesa ambayo itaweza ukiaccumulate itaweza kufikisha pale kwenye milioni ngapi? Milioni moja. Sasa jiulize, ile ndoto kubwa ulionayo, kuna njia uliziandaa au kuna vitu vidogo vidogo uliviandaa kuweza kufikia ile ndoto, au kuna hisi kwamba yani itakuja tu itokee pap? Hicho kitu kwenye biashara au kwenye maisha hakiwezekani. Nakupa mfano mmoja mdogo tu. Mimi nilivyoanza biashara hii ya wakala, struggle kidogo. Kwa sababu nilikuwa na mtaji mdogo, baadaye nikagrow na sasa hivi alhamdulillah Mungu amesaidia, nina mtaji at least, na mteja akija hawezi kutoka bila kuhudumiwa. Sasa mimi nilikuwa na lengo la kufikisha kiasi fulani kwenye biashara yangu. Sasa nilichokifanya ni mimi kuanza kuangalia ni vyanzo gani vingine ambavyo vinaendana na biashara ambayo ninaifanya, ili iweze kunisaidia kuniboost kufikia pale ambapo napata, kwa sababu nilijua kabisa nikifikisha kiasi kile pale, basi kuna kitu ambacho naweza kufanya kikubwa ambacho kipana manufaa kwangu mimi pamoja na familia yangu, lakini watu wanaozunguka. Sio kama naelewa vizuri. So kitu kimoja hapo nilichokifanya ni kuongeza bidhaa. Nikuongeza bidhaa kwenye biashara yangu. Licha ya kuongeza bidhaa, lakini niliamua kufanya customer care yangu kuwa tofauti kidogo na watu wengine. Lakini pia zile bidhaa nilizoziongeza ziliweza kunisaidia sana kuweza kunisogeza pale juu. Japokuwa haikufika kiasi ambacho nilikuwa nakihitaji, lakini nilihitaji zaidi kuweza kutengeneza bidhaa nyingine zaidi. Nikakaa na kufikiria, nilibuni sana ni vitu gani vingine naweza kuvifanya ili niweze kupata kile kitu ambacho nakitaka.